generation ya katikati huko karibia nyuma. Alafu kuja kumsupport dogo generation ya nyuma kabisa, mko hata hamfahamu, yani unasikia nyimbo zake kama kuja kufanya support. Na nimeona ni vyema aingie hapo kwenye interview, msalimiane, alafu kidogo umpe hata ushauri kama generation mpya. It's a blessing. It's a blessing. Wanaita blessing. Okay. Nashukuru sana pia. Nashukuru sana. Mimi unajua kama nakukubali na kuelewa. Na kuelewa. Nitakukubali siku moja sana. Unajua kukubali ni zaidi ya kuelewa. Na kuelewa na nafurahi unachokifanya saa hizi. Ndio maana unaona niko hapa. Mimi naishi hapa, siishi Brussels, mimi naishi France. Lakini tangu zilizotoka kwamba utakuja France nini, nikaa kama na kitu kinaniambia nenda tu kumsupport. Yani malaika ule mzuri yule, malaika wa roho nzuri kama nisukuma nenda kumsupport. Sasa imebidi nifike kutoa support yangu. Sina cha ziada. Nadhani itakupa faraja fulani ya kuonyesha kwamba tuko tunachokifanya sio sufuri, yani tunaenda mbali zaidi. Nafurahi. Nilikuwa sikufahamu, lakini fahamu kupitia kazi yako. Hauko ndugu yangu hauko nini. Kumbe unafanya kazi. Kumbe unafanya kitu ambacho kinafika. Let's meet in the place. Kabisa. Asante sana. Nashukuru sana. Yeah. Yes, karibuni sana wapenzi watazamaji wa Isanamu Media. Leo tuko pamoja na mmoja kati ya mahitmaker waliofanya vizuri miaka ya nyuma, generation ya katikati, si ya nyuma sana. Namzungumzia KebbyBoy. Wengi mnamfahamu kupitia nyimbo mbalimbali, ana Sina Lawama ambayo ilifanya poa sana, na zingine nyingi sana ambazo utakuwa ulizipenda. Zilikuwa ni mmoja kati ya favorite songs zake ambazo aliziachia miaka ya nyuma kidogo. Kebby, karibu sana brother. Asante, nashukuru. Unapendeza sana. Asante sana, nashukuru. Kitambo sana. Kitambo ila tupo. Okay. Leo kwa mara ya kwanza unataka kufanya mahojiano. Unafanya mahojiano na media ambayo ina watazamaji wengi kutokea Burundi, na ilikuwa ni muda mrefu sana ulikuwa haujafanya mahojiano na media za Burundi. Unajisikiaje kwanza? Na upande wangu mimi ni furaha. Wewe unajisikiaje? Kwanza ni heme kwanza, tu pumzi. Kwa sababu na furaha kubwa sana yani. Na furaha kubwa sana, alafu nashukuru sana kupata hii fursa. Kwa sababu ni kitu ambacho nilikuwa na muda mrefu sijakutana na media yote ile. Unajua ukiwa ugaibuni inakuwa sio, tunakuwa tofauti kubwa na ukiwa nyumbani. Ila nilipokutana kwa mara hii nasikia na furaha kubwa sana, kama vile nafunguliwa yani. Najisikia kama niko uhuru yani, kuongea kile ninachokijisikia kuongea yani. Hivi una muda wa kiasi gani uko hapa? Mwaka wa 4 sasa huu sasa. Mwaka wa 4. Na unaishi? Naishi Paris, Ufaransa. Ufaransa. Umekuja? Nimekuja hapa juzi kati na siku kama 2-3 hapa Brussels. Kwa ajili ya show au na mambo? Nimekuja tu kwa sababu ilikuwa ni program, kwenye program zangu nikawa nimeiweka program ya kuja kusupport show ya kijana wetu Drana T. Tuzungumzie kuonekana kwako hapa. Ni vitu ambavyo havipendi kuonekana kwa wanamuziki wa generation za nyuma na za katikati kuja kusapoti hawa vijana wapya. Wewe umeamua kuja kwenye show hii. Ni kitu ambacho ulikuwa unakifikiria kwa muda mrefu au ilikuja tu ilikuwa? Inatokana na msanii ambaye kwanza akionekana anajituma na akionekana anatakiwa kuna nini kusapotiwa, anasapotiwa. Kwa sababu music inaomba strategy nyingi sana, unaona. Kuna wasanii ambao wanafanya music lakini malengo unaona kama vile hawayatafuti. Lakini kuna wasanii ambao wanatafuta malengo fulani. Sasa wale ambao wana malengo fulani ni watu wa kusapotiwa. Sio kwamba tutamsupport kwa vitu vikubwa, hata presence yani kuwepo ni support kubwa sana. Mimi nilivyojifeel tu niliamka, nikaangalia, nikamfuatilia kijana, nikaona kwamba siku hizi za nyuma anajitahidi, anafanya vizuri. Nikasikia kwamba atakuwa na nini Brussels, nikasema mimi lazima nitokee. Nikaweka kwenye program zangu kwamba nitaenda tutokea kwenda kwenye hiyo show, nikamsupport. So far mlikuwa mnazungumza na Drana T au ilikuwaje? No, kijana sifahamiani naye kusema ukweli. Sifahamiani naye kabisa. Labda anaweza kanifahamu kwa sababu mimi kidogo nyuma tulikuwa nafanya music, labda alikuwa anafuatilia, kama alikuwa anafuatilia music, sijui. Anaweza kunifahamu, lakini mimi sifahamiani naye na nimemfahamu kupitia music yake.
Na kama kawaida tunafuatia nyimbo za nyumbani, tunafuatia muziki wa nyumbani, wasanii wapya tunatakiwa tuwajue ili tujue music yetu inatoka wapi na inaelekea wapi. Yeah. Okay. Na watu ambao wapo huku ni mara chache sana huku kuona kwenye matamasha. Ni waandaaji wa matamasha hawakucheki ili utokee kwenye matamasha yao? I mean, unawachaji pesa ndefu, inakuwaje? Tamasha za hapa sidhani kwamba sitokei sana. Kwa sababu gani? Mimi naweza nikasema sijui, au kwa sababu niko kidogo nje ya mzunguko ule wa kufanya music ya bam to bam tunatoa kila siku, ni labda ile nayo, lakini sipo sana kivile kwamba eti kwenye mzunguko wa watu, yani sipo. Lakini unajua muda fulani mimi mwenyewe niko kama nimerudi nyuma kidogo, nimejiretrate kidogo, lakini na imani siku nikiamua kusukuma itatokea sana. Watu wengi wakishafika ughaibuni huwa kuachia nyimbo za back to back inakuwa si rahisi, wanakuwa wapo busy. Hii ni kwa nini? Kwanza inatakiwa kwa sababu unajua ukiwa nchi ya nje unatakiwa kwanza kujua mazingira ya sehemu yenyewe, kwa sababu kila kitu unachokifanya nchi ya nje ni tofauti na nyumbani. Ni tofauti, inaomba vitu vingi, inaomba nguvu, inaomba kutumia pesa, kutumia akili. Sasa lazima kunakuwa kile kitu cha mapungufu fulani. Yale mapungufu yanakwisha kutokana na muda. Kadri unavyozidi kukaa sehemu, unazidi kufunguka kitu, unazidi kuelewa mambo mengi. Mimi imani kitu kama hicho, ila mtu ambaye anayefanya muziki, anayependa muziki, akiwa ughaibuni lazima atafanya muziki tu. Kwa sababu mimi nishafanya muziki hapa. Nishafanya tena nyingi tu za kuonesha kwamba mimi naweza nikafanya sehemu yote. Kwanza mimi nishafanya sehemu yote, nimeshafika nikafanya muziki. Nishafanya muziki Tanzania, Uganda, Rwanda, nishafanya. Lakini muda nao pia unakuwa ni mdogo hapa, kwa sababu ughaibuni kuna maisha mawili, yani kuna maisha ya music na maisha ya kawaida. Na sio kwangu tu, na mastaa ulani hivyo wana maisha ya kawaida na maisha ya music. Ushasikia? Pale atakapotokea kuwa msanii international ndo anaacha maisha ya kawaida na anaendelea kufanya muziki. Sasa kwa hiyo ni maisha ya kawaida. Sasa ile bam to bam inakuwa inatokana na muda pia, yani muda unakuwa sio mwingi yani. Kwa mashabiki zako ambao walikuwa wanakuzoea kule ukiwa Burundi, wanazoea unawapa back to back, na ulipofika ughaibuni ukawa vile umepunguza speed, unaweza kuwaambia nini? Naweza nikawaambia kwamba music ipo. Mimi kwamba sio kwamba sitoe nyimbo, kwamba eti si rekodi au siandiki, wala sina nyimbo. Na nyimbo nyingi zaidi ambazo nishagawahi kufanya nyumbani, ambazo nisharekodi nikaweka tu studio. Ninazo nyingi, ila sasa dunia ilishabadilika. Sio ile ya nyumbani tu bam to bam, afa ujue nyimbo unazisukuma wapi au unarudisha pesa kinjia gani. Siku hizi unatakiwa ufanye biashara. Music ni biashara, sio kutoa tu kutoa. Kwa hiyo sasa ndio maana panakuwa ile kitu kinaziwa fulani, kwa sababu ujue unazitoaje, unaziachiaje, unarusha pesa aje, kwa sababu huku ni pesa, unatumia kila kitu ni pesa. Kurekodi audio yenyewe peke unafanya video 5 Burundi, unasikia kitu kama hicho. Sasa unafikiriaje nyimbo unaiachia kwa YouTube watu waone vivyo? Haiwezekani. Kumbe kuna mpangilio ule wa kuuza music, ndio unabidi kufuatilia ili uingie system za huku Ulaya. Inaomba strategy ndefu na connection ndefu. Sasa kama hujaona zile connection za uhakika, hauwezi kuachia nyimbo hivi. Lakini kurekodi, tuna rekodi, mawe yapo kabisa yani. Yeah. Mawe yapo. Let's talk about generations hizi hapa kwenye muziki. Unaona wapi muziki wa sasa, hii generation ambayo inakimbiza sasa hivi? Let's say muziki sasa hivi Burundi unakimbiza na watu wamechangamka, pakiwepo show, watu wanakwenda, streams zinakuwa kibao. Unakupa picha gani kwenye muziki wetu? Muziki wa nyumbani, wasanii kweli wanajituma. Generation mpya wanaimba, wanajituma sana, ila kuna sehemu bado hatujapita. Bado tunakwama. Tunakwama sehemu gani? Tunakwama kwa sababu tunaelekea kwenye mlango mdogo na milango mikubwa ipo. Music ya Burundi tunaifanya kweli, wasanii wa Burundi wa kizazi kipya wanaimba vizuri, wana vipaji. Lakini kidogo sana nikiangalia mimi kimono wangu wameegamia sana Rwanda. Ushona. Na ukiangalia Rwanda, muziki wa Rwanda hautoki. Yaani muziki wako ukienda Rwanda, hakuna mlango wa kutokea. Mimi najua East Africa, muziki wako ukienda Tanzania au Uganda, kuna mlango wa kutokea ukaenda Nigeria, ukaenda South Africa. Sasa ile kubezi Rwanda ile kivyangu ndio tatizo ndogo bado ipo, lakini kwa wasanii vipaji wanaimba, na wakijua hiyo nani, wakigundua hiyo siri ya kujua kwamba mlango wa kutokea ni huyu, watafika mbali. Yani wakijua tu hicho kitu hicho, natakiwa wakijue tu na wakikubali. Kwa sababu mtu anaweza kujua kitu asikubali, akaona kwamba huko ndo kwenyewe huko.
Lakini mimi kusema ukweli, muziki wa Burundi sasa hizi wanajitahidi kwenda focus Rwanda. Sasa na Rwanda hakuna mlango wa kutokea kwenda zaidi ya Rwanda. Wangefocus wapi? Kijangu East Africa ndio nchi ambazo zinatuzunguka. East Africa kuna Tanzania, kuna Uganda. Ushona. Hizo nchi mbili hizo, kuna Uganda na kuna Kenya pia, ushona. Ni nchi ambazo ukifaulu kupita kule, ukasikika na ukajulikana, ukatengeneza jina, kuna mlango zaidi ya pale. Yaani unaweza ukaenda zaidi ya pale. Ushona. Ndio kodi kubwa ambayo inatufanya muziki wetu bado mpaka saa hizi tunakuwa tunasema tunakwama, lakini wasanii kama kawaida wako fresh tu. Wako fresh mbona. Sasa kuna hawa wa madogo wapya na nyie wa kizazi cha nyuma kidogo. Tumekuwa tukikuona ukikutana na star mbalimbali wakina Rayvanny, kina nani, wanapokea Ufaransa, lakini hatuoni kitu ambacho kinakuwa kipo nyuma. Labda hizo connection huwa unajaribu kuzishare na hawa watoto wadogo? Kushare connection sasa inatokana. Watu wakija wanataka connection, tutashare. Inatokana sasa. Sasa kama watu wajaje unafanyaje? Unatafuta. Sasa mtafuta mtu nimpe connection, ila wakija tutashare connection. Kweli kusema ukweli, lakini hicho kitu nimekigundua wasanii wa kizazi kipya saa hizi. Sijui kama ni kwa sababu gani connection kweli hawana connection. Hicho kitu nimegundua. Ndio maana wanaimba muziki, nyimbo zinahiti nyumbani alafu zaidi hawana. Connection wanatakiwa wazitafute, ni vizuri sana ya. Sasa before tumalize interview yetu, wewe ni generation ya katikati huko karibia nyuma, alafu kuja kumsupport dogo generation ya nyuma kabisa, mlikuwa hata hamfahamu, yani unasikia nyimbo zake kama kuja kufanya support, na nimeona ni vyema aingie hapo kwenye interview usalimiane, alafu kidogo umpe hata ushauri kama generation mpya. It's a blessing. Wanaita blessing. Nashukuru sana pia. Nashukuru sana. Mimi unajua kama nakubali, nakuelewa. Nakuelewa. Nitakukubali siku moja sana. Unajua kukubali ni zaidi ya kuelewa. Nakuelewa na nafurahi unachokifanya saa hizi. Ndio maana unaona niko hapa. Mimi naishi hapa, siishi Brussels, mimi naishi France. Lakini tangu zilizotoka kwamba utakuja France nini, kama na kitu kinaniambia nenda tu kumsupport. Yaani malaika ule mzuri yule, malaika wa roho nzuri, kama nisukuma nenda kumsupport. Sasa imebidi nifike kutoa support yangu. Sina cha ziada. Nadhani itakupa faraja fulani ya kuonyesha kwamba tunachokifanya sio sufuri, yani tunaenda mbali zaidi. Nafurahi. Nilikuwa sikufahamu, lakini fahamu kupitia kazi yako. Hauko ndugu yangu huko nini. Kumbe unafanya kazi. Kumbe unafanya kitu ambacho kinafika. Let's meet in the place. Kabisa. Asante sana. Nashukuru sana. Yeah.